Basi matendo ya mwili ni dhahiri, ndiyo haya: uasherati, uchafu, ufisadi, ibada ya sanamu, uchawi, uadui, ugomvi, wivu, hasira, fitina, faraka, uzushi, husuda, ulevi, ulafi na mambo yanayofanana na hayo. Katika hayo nawaambia mapema, kama nilivyokwisha kuwaambia, ya kwamba watu watendao mambo ya jinsi hiyo hawataurithi ufalme wa Mungu. Watu watendao mambo kama hayo, nawaambia mapema kwamba hawataurithi ufalme wa Mungu. Sasa kuna watu mmekariri maisha kwamba sisi ambao tunakemea dhambi, tunakwambia kwa habari ya kuacha dhambi, tunakwambia hautaona mbingu. Mmeweka notion ya kwamba tunahukumu. Mmeweka notion ya kwamba hatusemi, tunadili na maisha ya watu, kwamba tunaenda kinyume na maandiko, kwa maana ya kwamba hatuna upendo, hatuhubiri injili ya upendo, kwamba hatusemi kwa habari ya mtu kuja kwa Yesu, kwamba tunakosea kuambia watu kwamba hawataingia mbinguni. Mnakuwa na maswali ya kujiuliza kama sisi ndio wenye mbingu au vipi? Tunakosea. Kuna nini? Mwandishi wa Wagalatia anasema kwamba nawaambieni ya kwamba wote watendayo mambo kama haya hawataurithi ufalme wa Mungu. Na huo ndio ukweli. Lazima uelewe wewe unayenisikiliza. Lazima akili yako ikutume ya kwamba ukiwa wewe ni mchafu, ukiwa wewe ni mzinzi, ukiwa wewe ni mwasherati, ukiwa wewe ni mwabudu sanamu, ukiwa wewe ni mchawi, ukiwa wewe ni muongo, ukiwa wewe ni fisadi, ukiwa wewe una hasira, una fitina, una uzushi, ni mlevi, wewe ukiwa ni mlevi, wewe pombe ni zako, bia ni wewe, kila aina ya kilevi wewe, wewe ni mchafu. Tena unataka ubembelezwe, uambiwe ya kwamba Bwana atakusaidia tu, Mungu yeye ni Mungu wa wote. Hapana, haifai kuambiwa hivyo. Ina maandiko yako wazi kwamba wote watendayo mambo kama haya hawataurithi ufalme wa Mungu. Lazima uelewe kwamba wote watendayo mambo kama haya hawataurithi ufalme wa Mungu.